Sawa, Wakenya, mimi ndio Rasedu. Leo niko na wazazi wangu. Baba ndio huyu ndio baba Ras, anaitwa Ibra, na huyu anaitwa mama Ras, anaitwa Janet. Iko hivyo. Sasa baba, kulienda aje ndio mkapatana na mama ndio nikapatikana hapa duniani? Process ya kupatikana ni kubwa. Unajua hapo kupenda mwanamke ya kupenda kufuata. Uweze kwenda kumrokota kwa barabara kama mawe. Ni ukweli. Alafu nikampenda akanipenda, tukaletana kwa boma. Ni ukweli. Mama alikupenda? Ndio. Na miaka ngapi tangu mpendane hadi wa leo? Sasa tangu tupendane mpaka leo. Jukaa mimi niko na miaka 40. Saa hii hapo mbele. Saa hii nimekaa naye karibu miaka 48. 48 years. 48 ngapi? 40? 38. Oh, 38. 38 years. 38 years si miaka kidogo kwa wanandoa. 38 years si miaka kidogo kwa wanandoa, sababu wale wanaoana kwa saa hii miaka mingi ikienda sana ni 2 wameachana. Lakini ona hao wamekaa miaka 38 years. Nikazaliwa, wengine wakazaliwa, lakini kwa saa hii wengine walienda ng'ambo. Walienda ng'ambo na tukujanga tu kitu kidogo ya kujisaidia na familia. Mimi ndio nilishindwa kuenda ng'ambo. Niko tu Kenya na wazazi wangu. Na hapa tuko nyumbani Busia, tumetulia. Mama wetu, tuambie kitu leo. Najua ulinibeba miezi 9 ukanizaa. Kama ungenitaka ungetupa mimba yangu na huko Wakenya wangeniona. Waambie kitu. Niliolewa nikamzaa. Nikakaa na nyinyi nikamsomesha na tabu. Haki, asante. Nilikuwa nafanya tu kazi ya kupika kwa mahindi ndio msome, mkasoma. Haki, ukweli. Baba yenu hakukuwa na kazi vizuri, lakini mimi nilivumilia kama mwanamke. Haki, ulijaribu. Nimekaa huko Nairobi, hata watu wanaongea, lakini mimi mwenyewe niko na akili yangu. Nasema hata nikienda kukaa nilizafu, nani atanipatia? Hakuna. Mimi mpaka nitoke ndio tupate bila tutasarai. Tukae maisha. Lakini Mungu ametulinda. Mmekuwa wakubwa sasa. Hata sisi tunaamua kukuja kukaa nyumbani. Ni ukweli. Lakini sasa mtoto wa Vini nafaa muangalie Vini, naye alikufa kawacha watoto wake wawili. Hakuna mtu ila anaangalia. Hata Wetangula waliniambia watanisaidia huyo mtoto. Sioni hata mtu atasaidia huyo mtoto. Serikali yote iliongelea hata kwa matanga ya Vini kulikuwa na vile. Watasaidia watoto wa Vini. Ingawa bibi alitorosha hao watoto, serikali ilitaka lakini kuona. Baadaye sasa bila walikuwa naona wakionyesha Vini kati wanataka watoto, ndio wakakuja wakanitupia watoto. Nimelewa watoto, mtoto mkubwa yuko standard 7. Hai mzaya ama kupata kidogo. Mimi sasa sina kazi, ile kazi nilikuwa nafanya kwa corona kulisimamia. Sasa mimi nibangaisha ama mzee ndio tukuje. Nyinyi wenyewe hamna kazi. Deriki ndio huyu anaangaikia huko ng'ambo. Akipata kidogo nishia, akikosa na tuna maisha naendelea. Sasa mimi na nuko Japan alienda tu mpaka leo hajairudi. Miaka 5. Sasa Weta, hii ripoti kama itakufikia Mr. Speaker, National Assembly, hii ripoti ikikufikia, tafadhali, ule ndugu yetu alikufanga 2019. Mwenyewe alisema na mdomo atasaidia mtoto. Weta ukasema tu haki utasaidia mama yangu, usaidia babangu. Ule kijana alikufia Dandora, ule ndugu yangu anaitwa Vincent. Polisi walimuua tu kwa njia yenye si ya kawaida. Hata Wetangula alisema wasaidie, walifuatilie hiyo kesi. Nikangojea siku wao. Na walisema watanisaidia hiyo kesi. Ili watoto wa Vini wasaidie. Mimi sikuona hata serikali moja, lakini mimi nilishukuru kwa ile kazi Wetangula walinisaidia. Singeweza. Ungeweza. Lakini wenyewe walitamka na mdomo.
watasaidia. Hata wakati tulikuwa nao Nairobi wakanisaidia matanga, nilishukuru, nilisema asante sana. Singeweza, lakini wenyewe walitoa na mdomo yao wakasema mama usijali, tutasaidia mtoto wa Vini. Na kumbe bibi alikuwa na mimba kadhaa, sasa imenitupia watoto, niko na watoto wawili. Huyu ndugu yangu anaitwa Vini. Bibi alikuwa na mimba hiyo time. Akaleta mtoto mwingine. Sasa mimi nakaa na hao watoto wawili. Hii kwa standard 7 hata sijui secondary atasoma. Hata primary tunashindanga. Imebidi shule imechukua tu hiyo. Na Kenya sasa hii kulea tu watoto wawili ni gharama. Naona umri yenye mama ako nayo. Ona umri yenye baba ako nayo. Kulea watoto wawili Kenya, kwanza ati wajukuu, ni gharama. Hata sisi tushamaliza kusoma tunajilea. Hawana kazi sahi, hawana kazi. Weta please report ikikufikia. Please. Chris ni rafiki yako. Chris Mandumandu ni rafiki yako. Unaweza muutuma akuja atuone. Ama nisaidie tu vile alikuwa anasema. Ama kama unaweza saidia tu vile ulisema, iko sawa. Sina mtoto tu ndio nataka asome. Hata serikali ikisimamia mtoto asome ni sawa. Wenyewe waliniambia hivyo, lakini mtoto wakati hiyo kweli hakuwa, bibi akaenda kazini. Lakini baadaye aliona serikali tena ilitokea kweli, kaanza kufuata hiyo maneno. Kwa TV ndio akaona, akakuja katupa mtoto, na tena maneno yenyewe hawakufuatilia, wakawacha tu barabarani. Lakini wewe tuseme kazi ndio uko nayo mingi kwa serikali, unaweza sahau mambo mengine, tuwezi kukulaumu. Lakini juu hii ripoti imekufikia, najua utachangamuka kama Mkenya. Sawa, ya mwisho dadi, unaweza sema nini? Hiyo mimi sina la kusema, lakini mtu akisema atakusaidia, hata wewe mwenyewe huwa unafurahi. Lakini sasa akikuleti down asikusaidie, moyo wako urudi nyuma sana. Okay. Moyo wako urudi nyuma sana. Lakini akiwa na uwezo wa kusaidia, akusaidie na wewe pia uonekane umetoka kwa matope. Ni ukweli. Yaani kwa ufupi uonekane kama watu wengine. Kwa sababu masomo ndio ufunguo wa maisha. Yaani masomo ndio ufunguo wa maisha. Na hawa watoto wasiposoma hata ni kama kafuli wamefunga yenye ifunguki kia ilipotea. Hiyo tu ndio maneno naweza. Sawa, umesikia mambo ya Ibra amekwambia. Ibra ni babarasi, chenye amekwambia yote, nafikiri umesikia yote. Mama yetu tuambie tu ya mwisho. Mimi nilishukuru tu tangu bila kunisaidia kunitolea mtoto wangu na Nairobi. Ni ukweli. Nakuja nikazika mtoto wangu. Hata nilisema na asante. Lakini hatukuonana, nilikuwa nataka kumwambia asante sana. Lakini asaidie mtoto wa Vini bila aliniambia tu. Mwenyewe aliniambilia tu hata hapa. Atasaidia mtoto. Hapa vile alikuja kwa hii boma. Alisema mtoto yuko wapi? Atasaidia mtoto na mmoja. Na yeye sasa ni msichana mkubwa, yuko na miaka 12. Hata sasa hii anapasanga uniform, walimu wanamsaidia ama jirani. Mimi naweza kusema ni shukrani kwa Itande. Lakini wanisaidia mtoto wa Vini. Sawa. Wewe umesikia mama amesema alishukuru sana ile time 2019 tukiwa 2016 hadi mimi nimesahau. Ilikuwa 2016? Vini alikuwa 2016. Aya. 2016. Vini alikuwa. Mbona mnanichanganya? Wakati wa corona ilikuwa 2016, alikuwa 2016 nimeandika tu hapa kwa kichwa changu. Sasa hivi amemaliza hapa miaka 9. Aya. 2016 mpaka leo ni miaka 9. Najua mama mtoto mwenye amemzaa haizi sahau na kitu. Ilikuwa 2016 weta, wakati ulikuwa kwa hii bomba yetu ya Chris Mandumandu, tukizikanga ule kijana wetu Vincent. Mama amesema alishukuru kwa yale yote ulitenda.
kushughulikia mtoto kutoka Nairobi hadi kumleta kwa boma hapa Busia. Alishukuru sana, baba ameshukuru. Ni hayo tu, hatuna mengi kwa leo. Asante.